hano Nairobi, Kisii, Nyamira, n'ekingongo kindi cy'ensi ya Kenya abariki baitomba bakorentera mangana magia asenchira y'obwikirano emanyamange nabo igobwatira n'Ensoko TV koigeka chingenjo cy'omugusi. Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Tomu chako tengere merobeleito yogosemia na gukumanya yago korekana kera lituko nabariki baitu beandrete chinga kichons asengencho yao ealiganie asobo tengali botali nomubwekano. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Umurubuli kubwatia na bukorigirirwa na kio muntu. Wancho murigiria neli tuko lia 14 chinsenye chiabano mambo chabto chiteke 10 mutinyo gatano umwaka w'2025 nomo senchera yabene gukwariga ni megete sinigito ogietrobini kosegete sinigito Ensoko TV murubiri netrobini mambi jabonega toko murekana ndretrobini yochikumureka mange sebirwo byege siasa na legenda korekana ime na iskero gongo rwabusi yana toko biko munyamasi tukirero asamangana a abereko bakagwatekana korekana ime yense ya Kenya sichinjere chege siasa mna botambe bitko yiga toko mana inchenkoro kwa Daniel Omwaga wikaransa tukwanamo amange ndete koneke mwanchu mwelia hanene SB siasa seribirira lige siasa ngirete kwenekibwa sebi karabiri bya Africa Forward yabiko na barai ao bense ya Africa bya korekana mu Nairobi nabo igomorai bwense ya France Macron abakabakayikana na toka rabasa bakumutera mangana matindi egendo kendete ko mokeri okirige siasa mense ya Kenya yokabere mokonyi bomare bwense Geoffrey Gadi Gashaka gasokya agokwanra etaro ya Macron mense ya Kenya asegentanye bagete na konye tonta abuna etaro eyabwato bokurumye bonge nanyinigo higo amange tuguchiko kwana litukira asigo tuguchiko kwana igoro yekina ikyo yokabere mokonyi bomare bwense wagetu isko yabisi Geoffrey Gadi Gashagwa uyogo chukiruke isko yense litukolero nanigo bonega atagete serikali umwaka na agwika shilingi milioni 53 gose 80 million ya sumunuri bwa Kenya morero asekelinga abaneta ko babisigo ikemetie nyi 35 yabereka bakego ikinga korende tageti ko babweka wisi semeti nyumega yo gwapo isiko yekurege tonekeri bagalia yalikairwa na Professor Abraham Kidore kindikia yonsi utukunya kwanda emambia ajabonega na sencheri yabene niko chingala chikenda tagoto mogo chesenka yo moseneta abwe county ya Kisii Richard Mamaima Onyonka mega yo kumusiri mamo mwabo Teresia Nyaboke uyoba kagusiraga igame mu Chiyo Nairobi na ritko ryegoro nabidoko bakagosaberwa asekanisi ya Don Bosco ime ya Karen aiga ime yo mu Chiyo Nairobi nanyanigo asabare obeso gatina kurochi kwana cyabo esenchi yabene umuntu mweri tukirero mukingo kwirari bagaje yabene gokoro kichinkwana cyitu kuregoro cyaba tiko kwana kuri asekanisi ya sent bose ya Bosco aiga ime mu Chiyo Nairobi onyankabe tokabako kuchinyora ritko ryegoro esenchi yabene nanyanigo mubero yari tukirero mambya nigo korwe misa yo mwerio asenkendu ya Montezoma asebona bakeroga kurukibwa gocha asorogongo rwagusi nyenigo chinsa isa na isato cyamuga somo cyumwelia na kigosaberwa asenchera ire yabene asekanisa gasasamire ekanisa area ya Nyabururu Catholic Church na kurugabwe nigabo chikobe gutumoka bwikari tkoryankyo asemisa yara karekana ime yeskuru ya Skadna Otunga High School Musocho abantu abanga bakirukira nona abarai bagera wekana ro esengencho yogo chikorwe ngora yabo yo mwelia na estokagire kuchikorra disinsa sechege siasa aritko oryankyo agati yari amange anataka korekana nyarange itkorero esenchera yabene abamenyi bense moye bunga ya Emuldikire ime ye county anaroko nigo bagenda togoso asetebe eliko mochora omubunga bo moye amega yo gusira kwa ya Joana Ngeno uyo sirete ogumabwa ya kitaliki emeronge bene isa na isa to mutinyo kabiro mwako yega mega yo kunyero basikoro mu bwendege asense moye bunga ya Mosop ime county anani naritko lero nigo bono bunyamasi bogekire ase maisonsi yege siasa ligereti ime ye bunga ya Emuadikil ine mugosewe chikunyora obobuyibwaye
ni omurai bwense oyu obwate omurwaneri bw'ekiama agiekeroge gietra UDA David Keteli bose nomukonyi b'omurai bwense Geoffrey Rigathi Gachagua oyu nero obekire omurwaneri bw'ekeroge terese ekiama kere gia DCP nkomokwana Vincent Rochiche gitskoria omwere ero maragoba kwikira kinsenyanya isano cya butukega tukenya kumanya ningo obwire ekeroge kianango igega no togochikorera ningo obwate chinguru chinyinge kubwo yonda ningo ngote ngora chigosori bonyansi kati omurai bwense oyu Dr. William Samoei Ruto onaboigo oyo kabera mukonyi bw'omurai bwense Geoffrey Rigathi Gachagua ese banse babere babegete abararore bibirogo ekyo kyo burubunge asense meria ya Emwadikili ese wikirabonega ebwata baronere batano asekeroge kibo bunge asense mejo nensemo ebwate omugano yabuge siasa asemya kemenganene ege siasa na mngana yechindemero gotoka asengane yo osokungusana kwa berenga kigetambe wikirabonega nseme yebunge bwata baronere biro ebwate bali bakachikwa kachikora bosaba kichikura kiribo hemerongene na bane chimya isato meronge 5 na batatu 44353 bauchi wakachikitkaero eriko mochora mobungo abe homonyi asenchera erejo bekano nyanigo tinto kora kesengo chikono kwa tra mange ali neto korekana no nyanigo go ikankunere nsemo yechi gosori yake igori tkeregoro eskali kabako benyinge na kanyengera ali toke mega ya mare sugar go ikole club ya Shabana FC gore masegeresa gero bone ga Shabana ngo bene tpialigania go chebimo chinobi na kuruga boiruke go ikasense meria ya Kirinyaga nsemo ya Mwea bachikosane timu ya Bidikorit ko oliech mapiri chinse kumichamara go bana ali tkeregoro nigo muraba ulinzi babe toka bago ikorwa ego chigori bere hasengera lyesagero ne timu ya FC Leopards kagenda tuko munyamasi bwaye wochikoire ligi kigite chigoso isoto chioka ligi ya nemense ya Kenya yere na Thomas Kwebanga Dominic Ondigi oyore omumruti bwegosori ya Hamatrono ari meyense ya Ghana mugosori egiatakurwa erogongorwa busi nabaigoro mwanajeshi wense ya Kenya achigosori chicha Africa Senior Athletic Championship chigendrete okware tkolegaro ndiganta betinga chimamosi ochakira chinsa kianda nechitaike meronge mesene chitaike komena isano chamaragoba ochekuruta Hamatro ogoikaba gakoimo kebendera ayense ya Kenya ngati ya magatocho kwandra emambi yabonega asenchire ya Benetrobini ya chakire nenchedaniro mwaga yari motu na nabarkingo kwaliga neto Kwebanga ntuwatabaga litkaero tochiko kwanera mange nyimbwate Daniel Otiso uyoro munyakerogo obwanyamira University Tertiary Student Association naboigo nimbwate David Omondi mwanasiasa naboigo yokuliye kerogo kiege siasa imeyense ya Kenya tochiko kwanera mange anene igoro yabasae amono burai imeyense ya Kenya ayare motu na kwaliga ni asetrobini emambi yabonega karibu nendo mwachumurelie mambi yabonege trobini asenchira abena nigo tokuye chaga korega somo chio Nairobi asebono mwaseneta bwe county area ya Nandi ngomo na Samson Chalagei nigo tsikonende sokiri na kumugike liboro umurai bwe soyo kabero mokonyi umurai bwe nse Geoffrey Rigathi Gachagua nigo umurai bwe kama keregia DCP asekedinga ere no umurai bwe Kenyoro nenta kunyara kora ba Kenya esenchira nda yonsi yemega ya Geoffrey Rigathi Gachagua bwe sokia na mukikeria umurai bwe nse area ya France Macron asechinkona chae asekeria Gachagua tebanga etaro ya Macron gochemense ya Kenya netaro ebwente gosinetaro etari yoko bakonya ba Kenya gusaba Afrika kuni netaro yoko lyechibasagete echiyo chire chibokurume echichikubwatanye bara ya Rironi ima usami tango turage chinkwana chiaye manyanigo nigo cheregeya bataka bakao kwandra igoro ye ebili area ya Forest Conservation Amendment Bill US korengana nere higibwente kwikira nibwe century abene eriko bakonya abarimi kwegenderera nabo igokonyora enchinchara chingye cyo gukora abarimi bwabo imeyense ya Kenya turarango chinkwana chiaye Samson Cherage impeach deputy president trying to cast aspersions on the African Forward chaired by President William Ruto and Macron, President Macron, Mr. Speaker. You know, somebody who has not developed out of village mentality, and he was casting aspersions on why President William Ruto was hosting what we call Africa Forward Summit, that we develop resolutions. And this is the person who has never outgrown his village mentality somewhere in Uamunyoro, Mr. Speaker. He has not even had a meeting with the staff of an embassy. Some of us are better. Personally, I have ever sat with an ambassador of Brazil, Mr. Speaker, and you are saying you are an opposition leader and you don't know how international principles operate, Mr. Speaker. The rule on relevance. Okay. Mr. Speaker, but I was tying up with the summits that we have, because you remember in the last session, Mr. Speaker, we had African Summit on climate. And I'm underscoring the importance of international summit and engaging, because the issue of forestry and conservation and the issue of management is an international matter.
It is not a village matter, the way some people want to localize through what we call villagitis and tension syndrome by some of our opposition figures. And that's why some of us miss Raila Odinga. Mr. Speaker, that is why I wanted to say on this Forest Conservation and Management Amendment Bill, which is amending, I want number 2, and I wish it would have been addressed, and I'm happy Senator Ledama is here. Mr. Speaker, we have another problem which we must confront, Mr. Speaker, the issue of forest evictees. Mr. Speaker, I know there is what we call infrastructural evictees, but now we have forest evictees. You remember we had run-in, Mr. Speaker, especially on issue of Mau. We have so many Kenyans, even what we call absentee landlords. We have people that has been displaced, Mr. Speaker, even in my own county, Mr. Speaker, even in Meru. There are many Kenyans who, out of this issue of forest evictees, Mr. Speaker, have been evicted. Like a place called Ngatip Kong. I was somewhere in a place called Taptengelei, Kwa Kinyanjui. There is a place called Kapkoros. This forest, because we have 3 forests in Nandi, Mr. Speaker, to all the way to Kapchorwa, Mr. Speaker, the people have been evicted. When you go to Mgwen sub-county, when you go to Tindret constituency, when you go to Chesumei, Mgwen, and most of the, because of the forest, and you know, as much as Nandi, we have 3 forests. We have Nandi North Forest, we have Tindret Forest, and we have Kimondi Forest, Mr. Speaker. But Kenyans must see, I've seen the role of the, what we call Registrar of Forest in clause number 6. And I agree with Senator Mahanso, there is no need to have Director General, then duplicate those functions with the Secretary of the Forest. That is Secretary of Forest Regulation. It doesn't make sense because they do similar work, Mr. Speaker. And looking at the role that they have developed, you know, Mr. Speaker, the only solution for this forest to thrive in Narok, where Mau is, Mr. Speaker, to thrive in Nandi, to thrive in Meru, to thrive in Kilifi and coastal region on mangrove forests. The only way for the forest in Chemasusu, in Baringo, that is sharing Baringo and Nakuru County, is for the community to own this forest, is for the community to adopt a tree, Mr. Speaker. And I've seen the functions on the regulation of Secretary of Forest Regulation, Mr. Speaker. Some of them they have tried to include, including the Kenya Forest Institute on their role of seed production, issuing regulatory guidelines. Mr. Speaker, you remember, and we are lucky as a country, people like Wangari Maathai, the former Tetu Member of Parliament, who went to become Nobel laureate in terms of environment conservation and the issue of the conservation of our forests, Mr. Speaker. You remember people who stood and fought against destruction of the forest, Mr. Speaker. And that is why I want to emphasize that we must own these forests. We must ensure that these forests, there is the issue of licensing, regulation, certification, there is the issue of compliance, regulatory. Mr. Speaker, and you remember during Kibaki era, there is what we call Shamba system, where communities are allowed to farm as they protect the tree. It is similar saying adopt a tree, Mr. Speaker. And I remember, Mr. Speaker, when the former deputy governor of Baringo passed on and we went to his home, I'm failing to recall the name where we were in Ravine, and I'm seeing the senator of Baringo is around. Mr. Speaker, and the only argument was those people was they allowed to do Shamba system within the forest of Chemasu so that they can adopt and protect. You cannot bring regulations and compliance and licensing regulatory regime through Secretary of Forest without the role of the community. The community must own the forest. That's the only way you can protect. na tuska mutu mwanchumuireria bono nigo muregwe kiama keregia PLB People's Liberation Party Matakarua amo ono maseneto mochore kurorgongo orwabusi esio kenyuri abetuko bagusanga asemi sayoko musabera nyagusira Teresa uyere mamungabo umukonsereta we county ya Kisii Richard Mwemonyonka asebonsi wamabetuko bakomeremya onyonka amone nkayaya naboigo bakabako munyora umusubati Teresa buna umusubati oringo ibomokia naboigo umusubati oringo mundu babantu tyagutorege chinkwa na chiaye Matakarua mona esio kenyuri echiakorekanete ase kanisa ayege katoliki ya Don Bosco aige mcho Nairobi. God is good and all the time. All protocols observed. I'm here to stand with
the family of Senator Richard Onyonka, who is known to me personally. I didn't have the privilege of meeting the mom, but seeing how he has raised him and the type of leader he is, I know she did a great job. And we are here to tell the family that be comforted by the work that she has done. We have heard about her history and the things she has done. She has left such a rich legacy. It should be of consolation to you. We all know that one day we will leave. We are never ready when it comes. But we are there to stand with each other and give each other strength. You will be in our prayers as a family. I have heard Karoli inviting the people in front to Linda Mwananchi. Let Linda Mwananchi come towards us. Let's meet somewhere in the middle. That is what people do. And I think that will happen because we are all moving towards the same direction. None is greater. We are all looking for a better Kenya. May Mama rest in peace, and may we remember that this is the journey we all have to make. Asanteni. Thank you. Thank you, Iron Lady. Sasa nimuite Esi Okenyuri, one word. Senator Esi Okenyuri. Asante sana kwa nafasi hii. Waombolezaji wote hamjambo. Hamjambo tena. Ningependa kutoa pole zangu binafsi kama Senator Esi Okenyuri Nyaituga Anyeni kwa familia ya mwenzangu Senator Richard Onyonka, ndugu, jamaa na marafiki ambao wamekumbwa na msiba huu. Pole. Ninajua kumpoteza mama ni pigo kubwa. Na sitaweza kusema sana kwa sababu ninajua wewe na wenzako mtamkosa sana. Pole, na tutatembea pamoja mpaka tutakapomsafirisha kwa siku yake ya mwisho pale Kisii. Na niweze kuchukua nafasi hii pia kuwakaribisha Kisii. Wa Kisii ni watu wenye upendo, wanatangamana na jamii zingine. Kwa hivyo fika Kisii, mkaribishwe, tumsafirishe Mama Teresa kwa njia ambayo ni ya heshima, kwa sababu alikuwa mama wa heshima. Na kama sijasahau, kwa sababu Mama Teresa alikuwa ambaye anapigania wanyonge. Kuna msichana ambaye aliuawa pale Jaramogi, ni Mkisii, ambaye anaitwa Sabina Rianga kutoka Suneka. Ningependa kuweza kuomba vitengo vya usalama vifuatilie kisa hicho kwa heshima ya Mama Teresa ambaye muombea siku ya leo. Asanteni sana. Roho ya mama tuilaze mahali pema. Thank you very much. Thank you. Mwancho mwegereria nonya ni gomo senator bwe county ya Nairobi Edwin Sifuna nekanete asensemu ya Don Bosco eria komoremi Richard Onyonka nigabete kabaga komotogia omo senator bwe county ya Kisii Onyonka uno montomore muna bwe gomonto tabwati wabwende wensi anene ekarabare semesangekana a oyege siasa na nigamo bwe kanetimo bwe kano omonto tagotigema yaga kero mwachire asesegi ayanko batkane ebikoro bikongo se bikoro bitatu arobwoba beria senator Onyonka kabaga koro kemense ya Kenya nene kerastinete na kurwania anene SSG iye eria rengi kugwatania contractor yokorosia getikende ya Jomo Kenyatta amo no contractor ubumanyekaine buna Adani taragere ringo chinkwana cha Edwin Sifuna litko oli igoro marogo. Thank you very much. To the family of Mama Teresa, led by my brother Senator Onyonka, all of you leaders who have congregated here this afternoon, I greet you in the mighty name of Jesus. Hamjambo. I will be very brief, Father. I am a Catholic. I will abide. Senator Onyonka, my brother, I still feel terrible. Father, the day before Mama Teresa left us, I got a message from Senator Onyonka. He told me, my mom doesn't look very good. If you can spare 5 minutes, I would want you to come and see her. And because of these new responsibilities that have been thrust upon me,
I didn't have the time, Father, on that particular day. So I told Onyonka, let's try and see if we can go tomorrow. And in the morning, we actually met with Senator Onyonka. Then he did something else. Then we went to Parliament, and then we said we are going to see Mom. We will leave Parliament at around 2:30. His car was a bit far, so we left in my car. We were going to Aga Khan Hospital. We got to Parklands, and the senator pulls out his phone and he sees the message that Mama has left us. I felt so bad. And I think I've learned some lessons there, Senator Onyonka, that when it comes to our parents now, spare no second. If they call you, you just have to go. I feel like I would have acted differently, and maybe I would have seen your mom one last time before she left. So mine is just to say, Pole, I have a lot of respect for you. And you know why? Father, in the life that we live as politicians, there are very few people you can go to war with. Very few. When the war begins, you will be 10. After 5 minutes, you're 5. After 3 minutes, it's you and Onyonka. And the best example that I can give, allow me to give this example. There was a war about a company called Adani. You all remember that war. We fought that war with Senator Onyonka because we were saying we believe that development must be undertaken with transparency. And it was a difficult one because our boss then, the Honorable Raila Odinga, had taken a very different view. But respect, you have earned my respect. I want to say, Pole, I will be joining you at home in Kisii on Friday, so we can say a few other things without the father. Without the father feeling uneasy, because you know we have things to say, sindio? Wacha niwachie hapo. Asanteni sana na Mungu awabariki. Na boigo omorai weke makirigia DAP Kenya Eugene Wamalwa inarekorante chinsemecho gabeta kubaga komotogia onyagosira Teresia omoke bono musubati orengo igwe chinguru nyenigo kingokie chikara gukwana Wamalwa nigamo wekaneti Onyonka buna chimbwa cyamo mwabo ikyagera nigabwate chimbwa kiro chingiya na boigo echegokorera abakenya mukia hatabwati gochora constituency turarange nkwane yaye Eugene Wamalwa. Tumsifu Yesu Kristo. My brother, Senator Richard Onyonka, and your family, fellow mourners, I bring my condolences to my brother, Senator Onyonka, and his family, from my family and the larger family of the Democratic Action Party of Kenya. You have very many friends who would have wished to be here from DAPK, who have sent me with their condolences, and also a lot of friends you have in Kitale, where we live together. Many would have wished to be here, but they have sent their condolences. Also, our brother, former Speaker, former AG, J.B. Muturi, would have wished to be here, but he has also sent me with his condolences. Please accept our deepest condolences. And like many other colleagues here have said, I didn't know Mama personally, but I know her son Onyonka. We have served together in Parliament. We have lived together in Kitale, and we've done many things together politically. And when I heard he had lost his mother, I said, I must be here to stand with you. I'm also Catholic, a very devout Catholic. And looking at the history of Mama Teresa, I think Mother Teresa's history reminds me of the history of Mother Teresa of India. Mother Teresa of India was also a very devout Catholic woman who later on became a saint. And looking at what Mama did, our Mother Teresa here, her work from the cooperative world, the banking world, and particularly in church. There are many Catholics, many Catholic women, millions of Catholic women across the world, but very few Catholic women have received that recognition of the Pope himself. And it is such recognition that will go to special people like Mother Teresa of India. So we are very, very proud of her as our Catholic mother. And some of the virtues we have seen in her are reflected because they were imbued in her son, Richard. Those of you who have worked with Richard know this. Some of those values are values of integrity,
And he has served as a leader, as a minister, as a member of parliament, in the National Assembly, as a senator, he believes in leadership of integrity. And even when we are faced with corruption in this country, I do recall the Adani case, as Honorable Sifuna has said. We came together as the opposition to challenge the Adani case. Many Kenyans will remember that Richard Onyonka was actually the whistleblower on the Adani case. It was not an easy thing. His voice cut across the Senate and across the nation. We went to court and challenged the 3 Adani deals that were disposing of our crown jewels in the country, JKIA, KETRACO, and the SHA deal. So Richard, we see the virtues of Mama in you, and we celebrate your leadership. Though Mama has left us, we're not just here to mourn, but to celebrate with you and to celebrate her. Many people are wondering, I know Father has said we don't talk politics here, but many people are wondering why the entire leadership of the one-term movement is here. I just want to set the record straight. Many of you might not know this, but Senator Richard Onyonka is not just one of the senators in the one-term movement. Senator Richard Onyonka is the founder member of the one-term movement. On 27th of January 2025, when we received His Excellency Rigathi Gachagua after impeachment, when he first joined the opposition, we were in Karen. We received him with Senator Onyonka and His Excellency Stephen Kalonzo Musyoka. And Onyonka said that time that he was here to hold brief for his principal, Dr. Fred Matiang'i, who was in the US. Mulgirerie nyoranga abarai aukora gongo rwa gusi nigo bekanete asenseme yo komusabera humongina Teresa Muke na hagati yabo no yokabire munachibi no monene David Kenani Maraga nabo igo yokabire omwaziri asiuza yekisemi nabo igo mubunge asechinga kichintambe ngomo kwanda Professor Sam Ongeri na asensemo ya David Kenani Maraga nigo atebete buna omongina bwechinguro bere ko bakagusire mense ya Kenya no nigo ko kukwana chinkwana chaye David Kenani Maraga uyibo igo kuriye kiroke bora ibwense niga atebete ingare kanete ko kwandra anenenga ugoika obora ibwense ya Kenya bokorwa moncholi helikotoria ense ya Kenya na chinsemo ochiaye oyo kabiro mwaziri wechisemi mense ya Kenya Professor Sam Ongeri igamuganetie masenata we county ya Kisii kobendera kwene kyo marembe mense ya Kenya eliko bareta haba Kenya amo tolarango chinkwana achiaye David Kenani Maraga amo na Professor Sam Ongeri. You know, I'm told it has to be raised. The family of Mama Teresia Nyabuko Muke, led by Senator Onyonka. I know a few members of the family and the sisters to Onyonka, Brother Chimi and the others. I also know Dr. Kenga, whom I have known for many years. And Gladys, the wife to my friend Balozi Getugi. We have come to join you to say Pole for the demise of your dear mom and dear sister, and to eulogize a great woman. From the eulogy and the history we have about the deceased, this was a lady who was a human being. She opened her doors to the less fortunate. She paid school fees for those who could not pay. These are the people Christ was saying, if you look after the list of these, my brethren, then you are indeed a son of Christ. We say Pole sana to what has happened. We are with you in prayers as you lay your mom, your sister, and the rest of the family. We say Pole sana. I'm happy we have come here together.
with very many leaders here. Let us all think about what this country requires of us. The status quo must be disturbed. It just can't go on the way it is. Thank you very much. I don't know whether you appreciate, although you are in pain and the family is in pain, there's something that has come through ever since your mother left us. You have been at the forefront of ensuring unity of this nation, unity of your family, and the unity of Kenyans staying together. You stood for certain values, and I know your mother from early childhood, I know your father from early childhood, and her brother Charles, and Dr. Kenga. These are friends that I grew up with. And today, listening to the clergy today, the father preaching, I saw the trend of unity of purpose for this nation. It came out very clearly and in a tangible manner. And let me assure you, your mom rests in this, knowing fully that it was very rare to unite everybody together, all of them from the other side of the divide, plus our side of the divide. We seem to be going in a different direction together for the unity of this nation. Please remember, the glue that puts together this unity is the passing away of your mother. Let that be a memorial also for all the leadership who are here, that you have a duty to do. You don't have to shy away. I believe in God, and God is able to put us together in the leadership we want to look for in this nation. God bless you all. Daktari Fred Okengo Matiang'i uyori ngokwariga abagani awekaneta sense mejo nigare tiri abagari yabene koganyo marembe amoko namaskani amane kwene kibwarit kolyankyo rit chuma kama teresiara ni bwa sense meria yenkaya yime amosocho ese morobere omoyego mwari bokomonya osebwe komwenia ora korekane ase ense meria ora korekane ase ense meria usasa ense meria yakanotunga ime ya mosocho no chinga kiechecho oyekanito oyore morebwe kama kere ya DCB Joffrey Gadi Gachagua no nyanere nigaite chinga kichiabene chok munyero monga tresia buno mongina orengo ibwa maskani amanene na nyanigo nigamubwekaneti igabwekaneti Senator Onyonka buno omontore bwa marama amatambe ase chinga kichose chintambe abereko bagakorana bayigo nigaba kwande tobora ibwaye botari kwobwa ekeranene akobagoso ryago se esekero agokwanira egento kirigetari ekiyaguchie asaba Kenya gose abarayibalia batawate marama yaguchie asaba Kenya tena uchinkwana cha Fred Matiang'i amona Joffrey Gadi Gachagua. And to echo what Mzee Ongeri has said here, we have all been brought together regardless of where we come from in terms of our political thoughts and positioning by the sleeping of our mother here. So I look forward to a peaceful, respectful, decent send-off to this mama, and most importantly, an opportunity for us to start thinking hard about how we strengthen our togetherness as we move forward to build this country. The family of the late Mama Teresa and the leaders present, tumsifu Yesu Kristo, milele na milele. God is good, and all the time. Nisalimie kwa haya Bwana Yesu asifiwe. Asanteni sana. Reverend Father, we have heard your instructions. And if there will be any disobedience, it will not come from me, because I'm a husband to a pastor. And you know, when you are a husband to a pastor, you are like a pastor. So I cannot. Richard Onyonka, our senator, and your family, we have come to say pole. We have come with a handkerchief to wipe your tears, because it's part of our tradition as Africans.
When one is down, when one is crying, we all come together. I did not have the privilege to meet your mother, but listening to her eulogy, she was a great woman, a woman of integrity. Reading her eulogy, because I live in a village. When I was removed from work, I was sent to a village called Wamanyoro. So I'm a villager. In the village, the villagers have a way of identifying integrity. And it's good I tell you so that you know when your integrity is in question. The villagers, anytime there is a meeting and they ask for proposals, who will be the treasurer for a certain function, the person proposed by everybody, that is a person of integrity. The lady lying here was a treasurer for a record 32 years. It is clear in everybody's mind that her integrity was beyond question. So wewe ukienda kwa matanga waulize treasurer na hakuna mtu anakutaja, uanze kufikiria kama iko shida mahali. Lakini ukisikia unatajwa kuwa treasurer ya harusi ya matanga, ujue uko sawa. So we just came to say pole and we wish Mama well. I agree with Edwin Sifuna. There are certain things that need to be said. But Father, you say they should not be said here. Sifuna and others are lucky they'll have an opportunity to say them in Kisii. I'm very unlucky because I'll be out of the country. I would have had many things to say. But allow me, Father, without going into politics, nisitaki huyu Senator Onyonka to his kinsmen. Dio kuna pahali alinikosea sana huyu. He put me in a lot of trouble. We were in a funeral for the late Okioma, Victor Okioma in Kitale. Was deputy president. He rose to speak. He hammered my boss terribly about Adani and other things. And I was expected to admonish him. I did it. I was called and dressed down for 1 hour. Kwa hivyo Onyonka ile pita ni shida nimepata, wewe ndio uliniweka kwa hiyo shida. But when I was admonished, nikamwambia yule jamaa, finally I got annoyed because he abused me. I told him, but what Onyonka said was true and I agree with it up to today. Hi cousin. Hi Kuzo. Hi cousin. Asanteni sana makuzo, Mungu awabariki. Na tugutigana yumo nchimwiri on tuske mutu asensemo yenda sewono muraibwense ya Kenya Dr. William Samoei Ruto agendere ko mwakere koko omojaji gosomo na chebina igatibo na chebina abe ekigambere kenege mense ya Kenya kumusubati Jokia Ndungu mega yogo chorwa guchikorigie kirego kiria akia abajaji 15 barachikobera asigambere kenekya hegi mejense area ya Netherlands nyoranga abochori ibwo guchikobachora abogaki osabajaji abuni barakonekane omwere bwo mwakoyo na bari gochochorwa asibali ntoko chorwa igwari 15 niko barachikosoa asegasi ime ya hegi guchakero mwako gocha goika asegika kimyaka kianda manyanigo nigo bonege chinse emye ya 25 achigochia gwaka obochori eliko chora abajaji bali babweneta gosoa asigambere kenene guchakera omwako gocha wichi 25 ebera sebono morebwensa rekandiko mubika omwaziri wosomone omwaziri musere mudabadi mostali motu eliko mwakereko konjongi Ndungu ese chinse chinde chibonenta gochi gwakera abogakiri abu na gochorwa abuna gochikosoa service asigambere kenekya hegi imeyense ya Kenya nigo oyo ikrante omurobe oyo ikrante sense meyo namo no mujaji omanane Martha Koome uyorerete na gukwana nga Njoki Ndungu nigaro mujaji watamarama yana nigaboneta gochorwa gochikokore mirimo ime ya hege ali ensense ya Netherlands. I've listened very carefully to the track record of Njoki Ndungu, and I have carefully also listened to her vision about what she wants to do at the International Criminal Court. And they are persuasive, coherent,
and meaningful. Just as we expect others to serve us in those positions in the international space, we should also participate so that our contribution, our perspectives, our experience can be brought into the international arena. Our journey has always been victim-centered. At the United Nations High Commissioner for Refugees, I work directly with refugees and asylum seekers and displaced communities whose lives had been shattered by conflict. And at the African Union, I witnessed the devastating consequences of violence on fragile societies. Justice Njoki put in her own application for nomination. The nomination was made in good time within the official nomination window, enabling Kenya to mount a well-prepared, well-coordinated, and nationally supported campaign. Just as we expect others to serve us in those positions in the international space, we should also participate so that our contribution, our perspectives, our experience can be brought into the international arena. Mwancho mwele cha utoka chideka irenge chideka emeronge etano igore chinsenye chiabono mambi abunonkere mutumakono musinini kino to masabosi ko mwancho mwele kyagara kinkorana kandi nabagani bane me studio ga gango tebunga baikire no bari mbarambare ga abe karanste nende nigo bwaterango nyo gukwana amanganege siasa jarenge tabasa emergency ya Kenya asomo nubwe kemero to tebanga youth in politics and development iga emergency ya Keto chiko kwandra mange ayenda toka kanane ulasa mutukabunga basa bari ko babakwe bwatani na koriye birogo byoborai asechi ward au chibunge au nonye wikira asechi county au emergency ya Kenya nigo nkomo kwanda Daniel Otiso oyoro munyakerebo obwatari bwo mubuli bwa Nyamira University and Tertiary Students Association imeye county ya Nyamira naboigo ntobwata David Omondi oyoro mona siasa naboige political analyst gosomo dingoro mwana yege siasa ga emergency ya Kenya naboigo mochina robi abonsi bawityo karansa ga Esendra yetrobini tomoreke eto kwandre na tomanyania mange igoro oye ege siasa naboigo bunaba saa samutukabonga besa okiri na kwebwatani ene bikorobege siasa au esbate togote abanga bonega na magendero naboiga montere bawo chikokora igoto masakos katoko yana Daniel Otiso amana David Omondi no bare megega imeyetrobini yensoko TV to chikokwana mange igoro yege siasa nanene abasai kwebwatani ne bikorobege siasa aigemense ya Kenya mutumoko mosinini etrobini yenene nainde Eye Nensoko TV Uboroso Bumugusi Magega ya televisioni Nensoko wikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokoralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokoralia wokwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyori bagari ya bene liyokoralia asegete senieke asaliguri liyakibusani turikere gose twakere simigwitere namba yaito yobonchuria 0788666662 Twaichanire kuraria ogukwa kwa Melen kwambuka Nyambarora oyore omwana Onelson Nyambarora atuma na Karen Bosibori kurwa ekenyoro kya Nyaisara Bogichora West Mugirango county ya Nyamira nigare omongina o Joseph Ombuori Nyanchongi ngina Justin Nyanchongi Evans Mukwa Judith na Sharon musubati omwabo Enoch Rose Rael Embassy, Florence, Edina na Kerubo.
Nkamatia, Naomi, Anna na Gertrude, Nkasenia Onyancha, Kenagwa, Mocheche, Geke, Ruth na Bande, Mokoyoye, Ondieki, Jumbe, Nyauma, Mungare, Ongubo, Omwando na Margaret. Mukamumura Onyagosira Nyanchongi na Omungina Nyanchira. Omoberoye nigo orarusiwe enkendu ya Egerton Nakuru Rit Korea Alhamisi chitariki 14 na okwenigwa Rit Korea Juma chitariki 15 aria Njoro Egerton. Nigo aiboretwe omwaka bwiribweyemo amagana kyanda na 53 na nigasiretyo obugima bwaye omwaka bw'echirububere 50 noyomo. Uku nogukwa kwarariwe kwa Melen Kwamboka Nyambarora. Una egetaseni ya Nsoko TV twatumire amagomba itogochia ase abairi na abasani ba Melen Kwamboka. Mrena nabali bechinguru erikwe manyabo na wataka kuchitana nye chinse. Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, Eke Nakige Kos, Kiamesa Yamangana Magia. Mwancho muligereri Nsoko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na konyarako baga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki. Mwancho muligereri Nsoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyarako batoko genda ase bali chinse mo chire isiko yagusi sichinse mabuna ichana Nakuru Mwancho muligereri elitonyara kwa batoko wa omugusi ola sensemo ya Nakuru libaga elianyara kwa koigwewa na nemo nontonyara kwa batoko so asichinse mu Childoret no mugusi ola asichinse mu Childoret nera nyara kwa koigwewa. Mwancho muligereri ntonyara kwa batoko genda asibali barasa masamba una chinse mu Chiamolo aliaso mugusi yale enuletie tonyara kwa batoko ireke gusi oro no mugusi anyara kwa koigwewa asenchera enkeranu chinse mu Mombasa ntonyara kwa batoko ikoro nelio mugusi nere anyara kwa gakoigwa asenchera enkeranu aiga omwancho muligereria segeta seni ya Soko TV no gotochi kwa bato gokora ege korugeito tonyara kwa bato gokora asenchera bwenerete mwancho muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwancho muligereri tonyara kwa bato gokorareria okorari kwa Nyagosira asenchera bwenerete Soko TV oboso bwomugusi kama tingatara gaiketa ni ya Nyamira na rena shauri sangwe ngararo moijana umotu bataya mabwari muligereri bwa Nsoko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kira ritukurie iki guchakira chinsa 10 cha mogoroba wikenseyemo ya butuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabukire orosete uikarasitero ya ubuyanda chitasekeruko orambulete merondo kunyagusibero ngoli na hali ya screen ni chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegeterendo gosongengo to amereria Bakalia omotoya kabwatwa Bakalia omotoya kabwatwa Amatukemeronge na gaika kabwatwa Chinchira chito chigekoronigo chira Soko goselwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kichagire Nsoko TV twachire gutorigesa ku kyomugusi kurwa Soko limera asendiba yabanyandwariro oboroso bomugusi boigekerwe omugusi bono ne chinjira chiago goikaransanse na kobeketi bya kwene kingangwe somi oregekoro kyomugusi wetro mprobilyo bwigekoro gyeito hasi tokomera nabaga kaba Samuelere nabo igabange nabanyika eriko kwanero okwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yomugusi kera lituko ria Ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na Mbeya Nsoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira
eye Nensoko TV oboroso bw'omugusi Yekoro yeito imeye nsoko nsoko Yekoro yeito imeye nsoko nsoko Ibyengia yagire ngumanga bunalero nsoko Eye Nensoko TV oboroso bw'omugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nugane betri uratumia segari yao ebetri ugucakirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kiyeriberera gusenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asigari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Obutindiro bosombasi amate ninki kirtokole asama rieta ngoro ko munyagitari bosire ko Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gutumia maruna mariogo yogotindi amosariri waona ikireke wango guikaru aligo kwanya oroyo onde orenge kwende kanisa utigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obi asamange twakirisimya namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichiburio gukora chingatale ichiobutindu. My name is Albert Mariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute.
Gitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there's no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Gitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Gitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Eye Nensoko TV. Uboroso bw'umugusi. Mwancho mwegereria karibu naende sentunda ya kabiri na yo mwere kabisa imeyomero Petro Winie mambi yabonega chideka chabtokeni sano nemo igore chinsa isano o chiabano mambi to so sentuni to chiko kwana mangana mange to kumurekera mangana ajege siasa nebu nabasayore bawe so ye asa mangana yege siasa mambi yabonega wona kumanyeti abagandi bane baikire mi studio kwende sengencho ayo mo tari ko igomo no wiki gusi no to chiko changanya kaigo to tume komo no bege Swahili na bego tume komo no lia weke gusi esenchira ya bane bagandi bane bonsi baikire mi studio ngochiko barata to kwana mangana aringe tege siasa ime agency ya Kenya nkomo kwandra Daniel Otiso oyoro munyakirobo obwechi University igosechi sema ya Nyamira na Nairobi ya nigose Nyamira University Tertiary and Student Association na bego nimbwate David Omondi oyore omwana siasa na bego yokurie keroke siasa igemense ya Kenya bego muringoli ebwa mangana ajege siasa bonsi esenchira bene nko bareta bonege mambya bonega orabageni bao to kuonera amange na bego tunyara ko batogo sanga ase MS area ajege siasa ngo chakira na karibu sana Mbia mono. Okugeria kamera alafu otebaya ningo. Mbia mono sana omwanadia. Asama dieta ni gongoro kwa Daniel Otiso. Ni gondo mwanafunzi ase Kenyatta University. Saitere Kemera Ward. Na ande ni gonde chairman ya Nyamira University and Tertiary Students Association. Nyamira University and Tertiary Students Association ekene kiombe kero sirina banafunzi bonds pipakura se county ya Nyamira bari in various universities, colleges, polytechnics na tertiary institutions. Igoni gotobwate about 4,800 members abade in various institutions and sense ya Kenya. Mbia mono. Washiro kwandra mai kabisa na ndendo che kware sana tiko kobori enutsa ningi korende ndo che ngakwere senchira bene. Akobako kwane egwokorio o David Omondi. Nita sasa ntabiri ni changanya kidogo. Asante. Hata gideri na kanga na maharagwe. Karibu sana David. Asante. Etrobini kwetu kwa kimkulu ya kimombo ni microscope. Mnaitangaje kwa lugha hii? Etrobini ni microscope ile ya kumulika hata kwa movie unaonanga wanajeshi wanamulika wakati wa kwa vita. Tunaita kamera. Kamera. Yes. Kwa lugha yenu ile ya nyumbani. Tunaita hilo ni kamera. Ni kamera. Yes. Unajua nyinyi wazungu wengine. Sasa yeye umeleta kwa kizungu direct. Zakaria kamera number 2 na huyu. Yes. Sasa mimi kwa majina naitwa David Omondi Rapudo. Mimi ni kijana wa Siaya County, Sigomre Ward Ugunja constituency.
na hapa Nairobi nimejulikana pale Jacaranda, bunge la wananchi, najiita huko Yesu Lawyer. Mimi ni kijana wa one term movement. Asante. Ai, mbona hauna power? Hamna power, umesema power. Si unasikia kuna power pale Nyanza? Power ile wanalinda mchanga, sisi tunalinda wananchi. Wanalinda mchanga. Wao wanalinda ground, sisi tunalinda wananchi. Nyinyi wanalinda wananchi. Yes. Nyinyi si ground, nyinyi si mchanga. Hapana. Yesu Lawyer, jina limetokea wapi hiyo? Jina gani hilo? Jina Yesu Lawyer, ndugu yangu, mimi ni Mkristo. Tena nimelelewa kwa Kristo. Na mamangu ni Mkristo, babangu ni Mkristo. Sasa tumelelewa kwa Kristo. Sasa wakati tuliokoka, tulikuwa tunajua Mungu ni Yesu na Kijaluo, alafu lawyer ni Mungu, lawyer ni wakili. Sasa Yesu ndio lawyer wetu. Mungu ndio wakili wetu. Sasa nilijiita hivyo na ikaanza tu kutamba hivyo mpaka leo. Yes. Sasa wewe ni wakili wa watu kwa kidini na kisiasa. Asante bro. Tukianza na wewe David. Yes. Siku ya kesho tutakuwa tunamzika mamake seneta wa Kisii. Labda neno moja tu. Mimi na sema pole kwa Senator Onyonka, na juzi tulikuwa kwake huko Kitengela tukampigia pole kama team linda wananchi. Na unajua kupoteza mama ni kitu uchungu, kwa sababu mama amekutoa mbali ukafika mahali huko. Sasa mimi naweza mpigia tu pole, lakini kitu yenye najua team linda wananchi tutakuwa kwa barabara jioni ya leo na tutaenda Kisii. Sasa tunaambia watu wa Kisii tunakuja na mtukaribishe vizuri. Sisi ni watoto wenyu. Asante sana. Nenda Kanotunga. Nasikia Nyumaima alisema kuna watu wawili ambao lazima waongee siasa, ambaye ni Babu na Sifuna. Na Sifuna. Daniel Otiso. Labda ndani ya nusa na kabla ongea vile ulijipata katika chama ya wanafunzi wa universities wa kutoka kaunti ya Nyamira. Labda kuna neno kwa seneta ambaye ni jirani yako? Kwa Seneta Richard Onyonka, kitu ambayo naweza kumwambia ni pole kwa kumpoteza mama mzazi. Mama mzazi ni mtu ambaye ni ngao, ambayo ni amana sana katika familia, kwa sababu yeye ndiye kama kiongozi. Kwa sababu ukiangalia familia ya Richard Onyonka, babake mzazi ambaye alikuwa a renowned politician aliaga dunia miaka ambayo ilipita. Kwa hivyo yule mamake ndiye alikuwa kama ndiye kiongozi wa ile familia. Kwa hivyo namtakia Richard Onyonka Mungu amrehemu na aweze kulinda ile familia, na Richard Onyonka aweze kuchukua uongozi wa ile familia. Naam. Na labda tukisonga mbele Daniel, inkinki kia gretoga cha agosoa sekiombe kia wanafunzi kia Nyamira University Shirika Association, ulijipataje pale? Kwa kuingia katika ile chama cha NUTSA, agenteke nene kedinga aba wanafunzi niko bagwetera a lot of challenges. Boni goko nyora amangane chibasari banafunzi ba Nyamira County chibasari choka ba konyora ni chiapa bunge ni chibasari chiga mara amangi ni goko nyora chigocha kichinyodire osekere cha chire na ndoko nyore chire chinke sana kare ba kanyodire chiribu 10 saye ba konyora chiribu sana okwenda chi constituency chion speech ya Nyamira ocha kirebo rabu oche North Mogirango oche West Mogirango oche Kitutu Masaba chi constituency cha chion speech aba wanafunzi ni ba konyora chibasari chiribu sana na kale bale ngonyora chiribu 10 na location ya CDF kire constituency nige komenta kero mwaka lakini chibastie basari nigo chikendete okea egento kya kabere nutse nigo ya rosetiku for unity idi ebege koleta banafunzi bonsi ba Nyamira ba chamo egento kende ni about welfare okonyoro mwanafunzi onyondo bokongu lakini ondeta yo kwenda komororo serko mwana empole igo nutsa nigo ya rosetiku ili abanafunzi aba Nyamira ba chamo engakio bokongu ningakio mogoko egento kende noko data abanafunzi ku connect wanafunzi to opportunities, to connect students to opportunities such as employment opportunities na attachment opportunities. Asenjo ni okonyora okwenda bunenya gitadia Kisii teaching and referral buna medical students ogosabu 6000 omaka budibaga lakini bune kiombeke gakerega na batokwenda to negotiate to atebanga intuna abanafunzi toko ruga igagusi ase igo mogo tosaba chibere chinyingeiga ase njongo soma tole mambina mambiende ni ntocha okonya dira baidete ya gusi among other things na gia gerete toka rosie kiombeke iga ili tobenga ntobwate na into something that defends us as the students from Nyamira County.
David, Daniel amezungumza kwa lugha yake ya Kisii, katika umesikia 2-3. Yes. Na limebidi nikuulize swali kutoka kwa mazungumzo yake kabla hajasonga mbele. Yes. Amezungumzia challenges ya bursaries ambazo zinapewa wanafunzi hapa nchini Kenya. Yes. Na amesema zimepunguzwa kutoka 10,000 kuja 5,000, na pia ameongelea mambo ya kutafuta kazi, hasa wale wanafunzi ambao wanaenda internship kwa maybe schools ama hospitals. Kuna wale interns ambao lazima walipe pesa fulani ndio wapase kuingia. Utazungumziaje mambo ya bursaries haswa Nairobi hapa ambapo umeishi sana kule kwa wards na constituency levels? Asante bro. Tuko na challenge sisi kama sisi kama wazazi, kwa sababu umefunza mtoto akamaliza form 4 akaenda kwa yani umemfunza akamaliza class 8 akaingia form 1 up to form 4 anaenda university. Sasa unapata university kuna challenges. Uki-apply bursary mtu anakupea 5,000. Sasa unashangaa hii 5,000 utafanyia nini? Na maybe kuna pesa yenye wanataka maybe ni 80,000, 100. Unaona challenge kama hizo. Sasa unapata watu wanasoma na hawana ile furaha ya ile masomo vizuri. Unapata mtu anamaliza university lakini hakuna arrears, pesa mingi. Wazazi inabidi mtu aingie kwa shamba yake auze ama auze kitu kingine. Sasa mimi naongeongea na serikali kuu, kwa sababu basari inatoka kwa serikali kuu, na mtu akimaliza kazi istahili apate kazi ndio afanye alipe hizo deni zenye alikuwa nayo hapo nyuma. Sasa mtu akona deni kwa shule, mtu hajapata kazi, anatembea na bado unaambiwa ati serikali ama Kenya tuko mzuri, yani tunaendelea vizuri. Mimi napinga hiyo. Kwa sababu gani? Watu wanaumia, wa vijana sana sana Gen Z wanaumia, ndio maana wako na hasira, wanaongea hizi vitu na hakuna mwenye anawasikiza. Wengine wamejitenga, wanachukua pesa ya serikali na isaidii wa Kenya. Mkenya asaidiki. Mimi nasema Mkenya asaidiki. Sasa tungeomba tu serikali, ndugu yangu, iangalie mambo ya basari. Mbunge anapata, governor anapata, pale senate anapata, anaweza na hawa women rep. Sasa waongeze, watoke kwa 5,000. Mimi ningependa kuongea ama ningetamani kuongea na hawa wa viongozi wetu, waangalie mambo ya hii university, waangalie, waweke pesa yenye hata mtu akipata ni at least sio 5,000. Sasa mimi maoni yangu ni watoke kwa 5,000, waangalie budget alafu waongeze kitu hapo. Ndio sisi tukue na furaha kidogo, hata kama mzazi anang'ang'ana kutafuta zingine, lakini unapata kama governor ama mbunge ameshamlipia hata kama ni 20,000 at least, lakini watoke kwa 5,000. Labda kabla nirudi kwa Daniel tu ni baki kwako David. Yes. Rais alipoingia afisini alifanya mageuzi katika ile ya kupeana wanafunzi ile loan, yes, kutoka ya HELB na akaileta huko kwa university funding model. Hiyo majuzi PS wa education Bitok akizungumza kwamba pesa zinafaa kuongezwa, haziko kabisa. Na kwake rais akizungumza kwenye vikao anasema kwamba university model iko sawa na pesa zimetolewa ziko sawa na zimetosha. Labda nani anasema ukweli, ni PS wake ama ni rais? Ndugu yangu, mimi wacha tu niseme yenye kwa roho yangu itoke. Unajua, ukiangalia rais na wafanyikazi wake, unaweza sema wafanyikazi wake wanakula pesa ama wanapora pesa, kwa sababu for example there's a time alikuja Siaya County na akatuambia kuna pesa yenye aliweka allocation. Unajua nani ndio ako kwa budget? Samuel Atandi ni mbunge wa Lego. Akatuambia pesa yenye imewekwa kwa barabara around 800. Unanielewa? I think some 8. Rais akikuja akasema more than. Unanielewa? Sasa mimi naambia ama naweza sema rais ana campaign. Hakuna kitu anafanya. Ameanza kucampaign. Vitu yenye anasema ni uongo. Kwa sababu hakuna mtu anasema pesa yenye haiko kwa budget ijawekwa, na anasema iko for example university. Hakuna kitu imefanyika, ndugu yangu. Watoto wanaumia. Watoto, hata mimi niko na dadangu mwingine ako kwa university. Ukiangalia maisha yenye anapitia, wanaumia. Hakuna hizi yenye rais anasema, hizo ni PR, ndugu yangu. Hakuna watoto wa university hawasikii vizuri. Yes. Sasa mimi
naambia rais wenye uliweka, unajua wenye wanafanya naye kazi ndio wako na kazi ngumu. Rais anasema hii, wewe unasema hii, na mmesema hatuoni kama inafanyika. Sasa sisi tunajiuliza nini inaendelea kwa Kenya yetu. Ni hayo tu maoni yangu. Daniel, you are a student from the University of Kenyatta, Sindio Kenyatta University. Yes. Labda university funding model, pesa ziko, hebu wewe ndio sasa uko pale ndani, mzazi ameongea na David, sasa wewe mwanafunzi, hali ikoje? Kitu naweza sema the old funding model ilikuwa model ambayo ni bora zaidi kuliko the new funding model, kwa sababu under the old funding model kulikuwa na equality ambayo kila mwanafunzi alikuwa analipa pesa ambayo inatoshana. Kwa mfano tuseme mwanafunzi ambaye anafanya education alikuwa analipa 15,000, alafu HELB inakuja, anaweza kutumia hii HELB kulipa mambo na rent, analipa chakula na mambo mengine. Lakini ukikuja katika hii new funding model unapata ya kwamba kuna mwanafunzi ako band 1 na kuna mwenye ako band 5. Sasa mwenye ako band 1 analipa karo ambayo ni ya chini, lakini mwenye ako band 5 analipa ya juu. Kwa hivyo new funding model haiko mbaya, lakini implementation yake ndio changamoto kubwa sana. Kwa sababu unapata kuna mwanafunzi yeye ni total orphan, hana mzazi hata mmoja, lakini amewekwa band 5 ambapo wanataka alipe karo ya shilingi 70,000. Kwa hivyo mwanafunzi anapata HELB ambayo ni kidogo na anatakiwa kulipa karo ambayo ni mingi sana. Kwa hivyo wanafunzi katika vyuo vikuu wanapitia changamoto mingi. Unapata mambo na rent ni shida, mambo na chakula ni shida. Kwa hivyo unapata wengine wanalala bila hata kukula chakula chochote. Ukienda huko mahali wanaishi, landlord anawafungia nyumba na wanapitia changamoto mingi sana. Na serikali kitu ambayo ingefanya ingedhibitisha ya kwamba wanafunzi wote ambao wanatoka katika familia zisizojiweza wamewekwa band 1 na wanalipiwa karo karibu yote na wapewe pesa ya kutosha ili waweze kukimu mahitaji yao katika vyuo vikuu. Naam. Asante sana. David, yes. Nimelisikia lakini sijui kama uko na jambo la kuongeza kuhusu hiyo band. Ati yule ambaye ni yatima na ndiye amewekwa kwa ile band ya matajiri. Kwani wanatumia mbinu gani? Umehisi hivyo? Unahisi uchungu fulani? Hapo hata hiyo kitu imeniguza kwa sababu unapata total orphan na akifukuzwa unasikia wanataka arrears ya 70,000. Huyu mtoto anataka afanye nini? Anaishi, anakula. Ndio ndugu yangu, wacha tuseme kweli, ndio unapata hawa wanafunzi wanaingia kwa tabia zingine zenye sio za kawaida. Unapata sasa inabidi mtoto aingie kwa biashara ingine ya sio halali. Unanielewa? Ndio apate vile anaweza kula. Hata juzi uliona kuna msichana amepotea huko Sia kwetu, mtoto amepatikana tu ameuawa mahali kwa mzito. Kwa nini hizi vitu zinafanyika? Kwa sababu mtoto ako shule anataka ile vision yake afike mahali alikuwa anataka kufika, lakini hana namna. Maybe ako na mzazi mmoja, baba yuko, mama ndio hako. Mama nang'ang'ana, ako na rea. Sasa inabidi aingie kwa hizi tabia. Sasa ningeomba hawa wenye wanatu represent kwa parliament waongelelee hii kitu kabisa. Watoto, wanafunzi wanaumia kwa university. Wanaumia. Sasa mimi ningesema ya kwamba hii mambo ya total orphan awekwe kwa hii nini ya 70,000. Mimi napinga hiyo kitu. Napinga tena, naambia wabunge ama wenye wanatu represent angalieni hiyo jambo na muweke motion kwa parliament na hii kitu ipitishwe. Kila total orphan waangalie vile wanaweza msaidia na mwenye ako na wazazi wote. Mimi naweza ongea tu hivyo. Unasema matajiri ndio wanalipa kidogo. Yes, alafu total. Unaona hiyo maneno. Hii ni bottom up hiyo. Yes, hiyo sio. Hiyo ni kuumiza mwananchi. Hiyo hakuna bottom up. Daniel, tumeongea mengi sana lakini are you into any political movement ya kisiasa wewe sasa unajua you are student leader? Yeah, about kuingia katika political movements, kitu ambacho naweza sema kwamba uongozi wa sasa hivi katika nchi yetu ya Kenya na katika kaunti ya Nyamira umeweza kusahau vijana sana. Kwa sababu ukiangalia kaunti ya Nyamira kwa lile baraza la mawaziri ambapo tuko na chief officers. Ukiangalia chief officer mwenye ako in charge of youth, sports, culture and service delivery ni mtu ambaye ako na miaka more than 50 years.
Kwa hivyo ukiangalia katika lile baraza la mawaziri katika kaunti ya Nyamira, vijana wameweza kuacha nyuma sana. Na sisi kama vijana, sisi ndio tunaweza sema the majority. Kwa sababu katika nchi yetu ya Kenya, tuko na vijana 16.5 million. Yes. Na watu ambao wako katika kutoka 35 hadi 90 ni watu ambao wako 15 million. Kumaanisha sisi ambao ni vijana kutoka 18 to 35 years, sisi ndio majority. Lakini katika serikali unapata ya kwamba tumeacha nyuma sana. Kwa sababu ukiangalia katika cabinet ya Mheshimiwa William Ruto, mtu ambaye ni kijana hapo ni mtu mmoja peke yake ambaye ni afikirini ni PS. Kuna huyu CS wa water and sanitation Eric Muga ambaye ako 33 years. Lakini ukiangalia wazee ambao ni the minority ndio wako wengi katika ile cabinet. Kwa hivyo sisi kama vijana katika nchi yetu ya Kenya tumeweza kuacha nyuma sana. Ndio maana unapata kwamba tuko na unemployment yenye iko juu sana. Kwa sababu the rate of unemployment hapa Kenya ni 5.6%. Hao ndio watu ambao hawana kazi. Vijana tumeacha nyuma sana, na ikifika 2027 vijana wote wanafaa washike kura. Na sisi kama viongozi wa vijana tutawapea direction, tuambie huyu ndio kiongozi ambaye anaweza saidia vijana, huyu ndio kiongozi anayeweza kuboresha afya, kiongozi anayeweza kuboresha elimu, na kiongozi ambaye anaweza kuunda barabara. Mmesahau kumwongelea youth leader nchini Kenya ambaye ni seneta wa Siaya. Hapa Kenya ni sadfa sana kwa mtu ambaye ana miaka 82 kujiita youth leader. Kwa sababu huyu ni mtu ambaye anafaa kuwa hata ameritaya kutoka kwa siasa. Lakini ni sadfa sana na ni kinaya kuweza kuona Oburu Odinga kujiita youth leader. Ni mtu ambaye anafaa kwenda retire, aachie vijana kama kijana mwenzetu hapa aweze kuendesha lile gurudumu la siasa. Naam. Sijui kama David, sijui kama anajiita youth leader ama amechaguliwa. Anajiita. Anajiita, si amechaguliwa. Hakuchaguliwa na rais mali. Hapana. Amejiita youth leader. Yeye ndiye anaongoza vijana nyinyi. Tuongozi. Hiyo tu ni nickname. Akikaa mahali anaweza cheka. Kumpea tu furaha. Yes. Hakuna power. Hakuna. Uko mlengo upi wa siasa? Umetaja bunge la mwananchi, umetaja linda mwananchi. Labda uko mlengo upi wa siasa, David? Mimi ni mtu wa one term. Linda wananchi. Linda mwananchi. Movement. Na tulianza kama mchezo na ndugu yangu sasa imeshika. Sasa hii imeshika. Na kwa nini nasema tuko linda wananchi? Ndugu yangu, nimesikia rafiki yangu anasema mambo ya youth. Ndio maana mimi ni mtu wa ODM. Mimi ni kijana wa ODM. Nimekaa kwa hiyo party since nimeanza kura yangu ya kwanza nimepiga 2007. Up to now. Nimekuwa kwa chama, mimi ni wa chama na najua chama. Na chama cha ODM ilikuwa inafikiria wa youths. Ndugu yangu, nimekaa hapa na Anthony Kibagendi amechaguliwa na ODM. Unaona? Na Anthony Kibagendi ni kijana, sio mzee. Obadia Barongo ni kijana ama ni mzee? Wako na nywele white. Sasa mimi nashukuru chama yetu ya ODM. Na ndugu yangu, saa hii naweza kaa chini na kanga mahali nasikia huzuni kwa hii chama yetu cha ODM. Kwa sababu ni chama yenye tumetembea na hii chama tumetoka na mbali. Na saa hii unaona wengine wakora wengine wameingia kwa hii chama, wanataka kuharibu hii chama, wanataka kupora hii chama. Ndio maana nashukuru gavana wa Siaya County James Bob Agri Orengo na Edwin Sifuna na huyu Babu Owino na Osoti wamesimama imara. Hii chama yetu hakuna mali naenda. Sasa tuko linda wananchi. Unanielewa? Tunalinda binadamu. Wewe, mimi na mtu mwingine. Sio kulinda hapa. Unajua ground ni hapa. Ground ni mchanga. Sasa mimi niko kwa team linda wananchi. Na niko huku na sababu. Yes. Huko kwa sababu. Yes. Sijui kama umetoshelezwa na empowerment ya youth ambao wamepewa kufika saizi chini ya uongozi wa William Ruto. Unajua wakati rais alikuwa na campaign
alikuwa anatuambia, unajua aliingia akaanza to confuse, na mimi siwezi kumkosea sana kwa sababu sikumpigia kura, nilikuwa kwa hii mrengo ingine, na pia sisi hii mrengo tulikuwa na imani ama tulikuwa tunajua tutawin, ambapo kila mahali ulikuwa unaona round hii baba anakula hii kitu. Sasa hiyo uongozi wa baba tulikuwa tunajua wa vijana watapata haki yao kwa hii serikali, lakini sielewi ile mamba ilirudi ikatuzuia hatukupita hiyo mto. Na sasa hii mamba inaangalia wazee, haiangalii vijana. Hakuna vijana kula, ni mmoja tu, vile ndugu yangu amesema, ni wawili. Kuna mwingine alipata huko Siaya, anaitwa sijui huyu kuna kijana mwingine pia hapa ameitwa juzi. Sasa sisi tunataka Kenya yenye wa vijana ama jenzi wako ndani. Ndio maana mimi nasema ya kwamba naomba wa vijana wa Kenya waingie kwa hii timu yetu, kwa sababu hii timu yetu vijana wanapangwa, jenzi wanapangwa, lakini ile ya serikali vijana wanagongwa. Ukileta nyenyenye ni ngumi. Huko ukileta nyenyenye unanyoroshwa. Sasa hii serikali haina vijana, ndio maana ujenzi waliamua ama wako na sira na hii serikali. Sasa mimi naomba au majenzi twende tu polepole na chukua kadi, na 2027 tutaingia kwa serikali, kwa sababu hii team wanajua vijana wako na wanatupanga na wametuweka mbele. Asante ndugu yangu. Daniel, unahisi kwamba vijana mmewakilishwa kutosha ndani ya serikali? Kitu ambacho naweza sema ni kwamba vijana wameweza kutengwa nje sana katika serikali. Ukiangalia katika bunge, hata ukiangalia Senate, kuna kijana mmoja peke yake ambaye ni Senator John Metu. Na mimi nikiangalia pale Senate, hakuna senator ambaye anafanya kazi mingi kama Senator John Metu. Kwa hivyo vijana ni watu ambao wanafanya kazi, lakini wameweza kuachwa nje. Ukiangalia bunge la kitaifa, tuko na vijana kama wawili, ambaye ni Linet Toto ambaye ni mbunge wa Bomet County. Yes. Alafu pia tuko na Boyd Were ambaye aliweza kuchukua uongozi baada ya kifo cha babake. Lakini ukiangalia katika constituency mingi, watu ambao ni vijana katika hizo constituency ni wachache sana. Ukiangalia pale Homa Bay County, kuna mzee wa miaka 87 years ambaye ni mjumbe. Lakini hatupingi hao wazee. Ni vile tunasema kwamba wanafaa kuwakilisha vitu ambazo vijana pia wanataka. Waweze kututafutia kazi, waweze kufanya empowerment ili vijana nao waweze kuwa mahali ambapo panafaa. Ukiangalia katika kaunti yetu ya Nyamira, tuko na budget ya 8.1 billion. Kwa hii 8.1 billion unapata kwamba national government inatuma pesa ambazo ni 5.5 billion. Lakini pesa ambayo inachukuliwa katika ile wizara ya vijana ni only 4 million. Na hiyo ndio pesa ambayo imewekwa katika hiyo ministry, na ni pesa ambayo inaenda kununua vifaa zenye watalii watakuja kuona katika huko Manga ambapo ni museum. Alafu kuna 43 million ambayo inaenda katika kulipa wafanyikazi katika ile wizara. Lakini kaunti ya Nyamira inafaa iweke pesa mingi sana katika hii wizara ya vijana. Wanafaa watafute ukienda kaunti ya Murang'a, Gavana Irungu Kang'ata ameweza kufanya vizuri sana, kwa sababu mwaka uliopita alileta wale ambao naweza sema investors, wakaweza kuleta makampuni zao huko, na vijana katika kaunti ya Murang'a wameweza kupata kazi. Lakini kaunti zingine vijana wameweza kuacha nyuma kabisa. Kwa hivyo vijana hawajakuwa wakiwakilisha vizuri katika hii serikali ya sasa. Ukiangalia both county government na national government. So unahisi kwamba gavana wako Nyaribu kidogo? Naam. Gavana Nyaribu ameweza kulala sana na katika ile ministry ya youth, sports and recreation activities anafaa kuweka kijana pale. Ili huyo kijana aweze kuwakilisha mahitaji yetu sisi kama vijana wa kaunti ya Nyamira. Naam. Kwa sababu ukiangalia Nyamira pia tuko na 24,000 unemployed youths. Hao ni watu ambao walienda katika vyuo vikuu, wengine wakaenda polytechnics, wengine wakaenda colleges, wako na vyeti, wengine wako na certificates, lakini hawana kazi. Ndio maana ukiangalia huko nyumbani watu wengi wanaweza kujitia kitanzi na kujiua kwa sababu hawana kazi, hawana hata chakula. Wao kazi tu ni kuamka na kuangalia televisheni. Naam.
Yesu lawyer. Yes. Kitambo tukiwa watoto, unajua viti kama MC ilikuwa councilor, si ndio? Yes. Wale watu wanavaa ni wazee kabisa. Wazee kabisa. Huwezi fika karibu, kwanza unaulizwa uko na bibi? Umeoa? Uko na nini? Uko na nini? Na siku hizi hata MP, lakini imebadilika, imefanyika kweli, vijana wameingia kabisa. Sasa hizi ukiona hata itakuwa kwamba tutashuhudia huenda kwa tutashuhudia nambari kubwa sana ya vijana katika ile bunge ya county ama ile ya the National Assembly. Labda mabadiliko haya yameletwa na nini? Nikianza nimesikia vile ndugu yangu ameongea. Nataka kushukuru governor wa Siaya ambapo ni James Bob Agri Orengo. Juzi jana alifanya kitu ya maana sana, alikumbuka vijana, na saa hii kuna vijana ameingia, ameweka vijana kwa kazi na wako kwa county, na tena utapata tuko sawa kwa sababu amebalance ameweka agenda na akaweka sisi kama wa vijana, kuna wa vijana wameingia sasa. Ndugu yangu, tukianza nilikwambia vitu zina change, mambo zinabadilika, na hata saa hii ukiona agency wataki viongozi wale wa kitambo, hawataki wazee, kwa sababu like for example uniambie 2027 huyu mwenye unasema ni senator wangu wa Siaya anajiita youth leader, ati yako kwa debe, na somebody like niseme mwenye ako na miaka karibu 82 to 80 ati wanafuatana, wanataka kuongoza nchi. Hawata kumbuka wa vijana, kwa sababu yeye hakuna kitu, yeye kazi yake ni kukaa. Hakuna wajukuu wamesoma, ana stress. Lakini sisi ndio tunatafuta. Saa hii tunafunza watoto. Huyu ndugu yangu atakuwa na kwake, ataoa, atafanya harusi, anataka kusomesha watoto. Utasomesha watoto aje? Wewe baba yako ameng'ang'ana, umeenda shule, umetoka shule, hauna kazi. Kazi yako ni kutafuta kazi, kutembea Nairobi na Peppers na Basha Brown, na wewe maybe hiyo kusoma kwako imepoteza like some millions ama like 2 ama 3, unanielewa? Ukamaliza class form 4 to university, ukagraduate. Sasa baada ya graduation kazi yako ni kutafuta tena. Serikali inataka utoe hongo, kazi iko, lakini mtu anakuambia wewe, hebu nione na nyuma. Watu wengi wanalia hapa nje, mtu ameonga pesa, kazi hajapata, pesa imeenda, utalilia nani? Sasa sisi vijana round 2027 tutasimama kutafuta hizi viti. Ndio maana ukiona video zangu nasemanga kama ni noma, kama ni mapangale. Hatutakaa hivyo. Wazee ndio wanatuongoza, alafu sisi vijana tukitaka kitu, kienda kwa mzee, yeye ako busy meeting, hayuko Kenya hii. Unaona hiyo maneno? Na wewe uko na shida, umeenda for example, mimi kuna mtu nilisupport akaingia mahali, wakati nilikuwa na msupport alikuwa yani alikuwa ananituma, yani nilikuwa namtumia kazi na namfanyia kazi, hata ukimpinga naweza anguka na wewe kwa mchanga, lakini akishaenda. Sasa sisi vijana tukue daraja, unanielewa? Mtu anakuja, wanataka tu mtu akuje akupe 2,000, wewe enda upigie nani kelele kwa matanga. Wewe na umesoma, wewe ni kijana wa university, lakini unapewa 2,000 kwa sababu kuna njaa, hauna kazi. Unapewa 1,000, enda pigia nani kelele, vunja hiyo gari. Unatumwa na pesa 8, na wewe umesahau huyu jamaa ulimweka kwa kiti, ulimpigia kura, inastahili akuserve. Unanielewa? Sasa wamesahau. Na mimi nasema kwamba 2027 wa vijana watakuwa kwa debe na watakuwa kwa serikali yenye nakuja, wa vijana watakuwa ndani. Yes. Asa sana ni umeongea mingi sana. Tutachukua mapumziko mafupi sana, Yesu Lawyer pamoja na Daniel. Tukirudi tutazungumzia miradi yake Rais William Ruto, na je, imenufaisha aje vijana nchini Kenya alivyokuwa ameahidi, hasa miradi ile ya ujenzi wa state ambayo imechukua bilioni mingi sana, na mradi wa Rironi Summit Road ambayo inamhusisha rais wa Ufaransa, ambayo juzi mkamwona rais akipigwa nduru pale Taifa chuo kikuu cha Nairobi. Tokero mtumako siri tokana tetiko na Netrobini tetiko kwa na manga yo barengi tabasai ime Yetrobini yen soko imambe ya bone.
Ensoko TV, uboroso bw'umugusi. Magega ya televisioni Ensoko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuralia gukwenyulia ogukwa gose okubonchuria bono na bokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senike asoliguri liyakibusani tolikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchuria 0788 66 66 62. Twaichanire kuraria ogukwa kwa Melen kwamboka Nyambarora uyore omwana Onelson Nyambarora Atuoma na Karen Bosibori kurwa ekenyoro kya Nyaisara Bogichora West Mugirango county ya Nyamira nigare omongina o Joseph Ombuori Nyanchongi ngina Justin Nyanchongi Evans Mukua Judith na Sharon Musubati Mwabo Enoch Rose Rael Embassy Florence Edina na Kerubo Nkamatia Naomi Anna na Gertrude Nkasenia Onyancha Kenagwa Mocheche Geke Ruth na Bande Mokoyoye Ondieki Jumbe Nyauma Mungare Ongubo Omwando na Margaret na Mukamumura Onyagosira Nyanchongi na Omongina Nyanchira Omoberoye nigo orarusiwe enkendu ya Ijaton Nakuru Rit Korea Alhamisi chitariki 14 na okwenigwa Rit Korea Juma chitariki 15 aria Njoro Ijaton nigo aiboretwe omwaka bwiribweyemo amagana kyanda na 53 na nigasire obugima bwaye omwaka bw'echirububere 50 noyomo uku nogukwa kwarariwe kwa Melen kwamboka Nyambarora una egetaseni ya Ensoko TV twatomire amagomba itogochia ase abairi na abasani ba Melen kwamboka Mirna nabari bechinguru erikwe manyabo na wataka kuchitana nyechense Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga eke na kige kosi kiamesa yamangana majia Mwancho muligereri Ensoko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na konyarako baga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki Mwancho muligereri Ensoko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyareko batoko genda ase bali chinse mo kireisiko yagusi ase chinse mo buna ichana Nakuru Mwancho muligereri elitonyareko batoko omugusi ora sensemo ya Nakuru libaga elianyareko bakoigwewa na nene mono ntonyareko batoko so ase chinse mo Childoret no mugusi ora ase chinse mo Childoret nenyareko bakoigwewa Mwancho muligereri ntonyareko batoko genda ase bali barasa masamba una chinse mo Chiamolo aliaso mugusi yale enuletie ntonyareko batoko ireke mugusi oro no chinse mo chia Mombasa ntonyareko batoko ikoro nelio mugusi nere anyareko gakoigwa asenjira enkerano aiga Mwancho muligereri asegeta seni ya Ensoko TV no gotuchiko batogokora eke korugeito tonyareko batogekora asenjire bwenerete Mwancho muligereri aiga ntoreri bina nekera obwato mu chando wasiririo yo mino Mwancho muligereri tonyareko batogokora leria okorali kwanya gosira asenjire bwenerete Ensoko TV oboroso bw'umugusi Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goselwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kichagire Ensoko TV
twachire guturigisha ku Kyomugusi kurwaso kurimera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'omugusi boigekirwe omugusi bono n'echinjira chiago goikaransanse na kubeka etibi yao kwene king'angwa esomi oregekoro Kyomugusi wetero omurobiryo bw'igekoro gyaitu hasi tokumera n'abaga kabasamwerere naboida bange n'abanyika erigukwanira okwebugia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao ikusi itukoria misi chinsa ibere igoro imeye TV yao na Mbeya Mensoko TV na Stephen Nyarikinde tolende ekimira eye Mensoko TV oboroso bw'omugusi Ekoro yeito imeye nsoko aye nsoko ekoro yeito imeye nsoko aye nsoko ibyengia yagire ngumanga bunaleo aye nsoko eye Mensoko TV oboroso bw'omugusi. Karibu naende muyamono mwancho mwere ya sentu naende gatatu neyo mwere kegima kuroso mu rwego rw'Etropini mambi yabone gachite 45 chabutokere igore gatene chinse 5 chiabona mambi togere tukwana mange nere Daniel Otiso na bego David Omondi bonse bere meyo studio gatogere tukwana mange kabisa nene igoro ye mwana yege siasa asogwango sana togendere sengincho oye chingaki kwa sababu ya muda tutarejea tena Daniel pamoja na David. Najua siku ya leo by the way nilisahau kuongea kwamba leo ni triple D ni David, Daniel na Daniel. Oh God. Mungu amepanga hivyo. Mungu amepanga hivyo. Yes. Tukizungumzia mambo ya miradi ya Rais Ruto. Sijui kama mnahisi kwamba amefanikisha miradi yake kabla tuzungumzie miradi ambayo miwili mitatu. Asante. Mambo ya miradi ni ngumu ndugu yangu. Mimi natoka Siaya County. Na mimi hata kama niko Nairobi lakini every 2 weeks niko nyumbani. Na tangu rais aingie kwa kazi amekuja Siaya mara mingi. Siaya County na Homa Bay. Barabara kilomita ziko zimekuwa lami? Hakuna, nataka nikueleze vizuri. Amekuja wakati wa Raila amemleta akakuja unasikia na hizo barabara anajua ndugu yangu. Anajua. Sidindi, sijui Alego, sijui natoka Boro, sijui anasema kukuliko yeye mwenyewe. Na anasema contractor niko naye hapa. Waziri simama, waziri anasimama anabeba mkono anakaa chini. Wakati anakuja unaona tinga moja. Anadanganya watu hapo after rais kwenda. Hiyo tinga imefanya nini? Sasa hizi barabara mimi nasema wengine wanasema ati rais tangu achukue uongozi ati anafanya kazi sisi kama watu wa Luo Nyanza. Mimi sijaona ndugu yangu niko na barabara ingine kutoka Sidindi kuingia Sigomre, kutoka Sigomre kuingia kuenda paka Masiro. Hiyo barabara wameanza kuiba sasa ni miaka 3. Ati imetengenezwa, itaanza kesho na hizo barabara akikuja anasema inaanza. Sasa mimi sioni president amedeliver nini. Mambo watu wanasema kwa mambo ya railways. Hii mambo ya rail. Ati sasa sisi kama watu wa Nyanza region ati tumeona ati tunaletewa reli. Ati tutapiga kura kwa sababu ya reli. Mimi nawaambia reli sio ya sahihi. Na ndugu yangu juzi ndio hapo mali walileta reli hapo karibu. Ndio tulipeleka hii reli ya Linda Wananchi. Unapata chuma imewekwa kutoka kama kilomita 1. Chuma alafu wanaweka kokoto imelonchiwa. Hiyo kitu imenyamaza hivyo. Ukiangalia budget ya serikali financial year hii budget hakuna hiyo mradi ya reli. Unaona? Na pesa ya kujenga hiyo reli pia hakuna. Na Mjaluo huko anajua Ruto anatengeneza reli next hii December ataenda nyumbani na SGR. Na hiyo budget hakuna. Sasa maybe wengine wanasema anafanya kazi kwa tumbo yao, lakini kwa ground ndugu yangu hakuna kazi. Hakuna. Daniel, Nyamira wewe ni mwanafunzi na umeweka
kimeyako katika masomo. Rais amejenga university pale. Namna gani unazungumzia miradi ya rais? Amenasikia kwamba siku hizi unasema ameanzisha university kwa mara 3. Ile unaitwa nje kwenu kupiga jembe kuanzisha ile kulaunch. Hapo kwa miradi ya rais, nianze na eneo bunge letu la Kitutu Masaba. Mimi sijaweza kuona mradi wowote wa serikali kuu ama national government. Kwa sababu ukiangalia Kitutu Masaba, hatuna KMTC yoyote, hatuna hata hii Nyamira University yenye inalaunchiwa, hatuna hata branch yenye itawekwa hapo. Kwa barabara, kuna barabara alilaunch akiwa deputy president ya kutoka Kemera inaenda Kiendege imalizie Kiumbu. Hiyo barabara ilijengwa karibu kilomita 2 ikaachiwa njiani. Kwa hivyo huko kwetu nyumbani sijaona mradi wowote wa national government, na sijui mbona hajafanya hizi miradi, lakini inaweza kuwa kwa sababu wanatofautiana na mheshimiwa Clive Gisairo ambaye ni bunge yetu kisiasa. Lakini ukiangalia Kisii County inaweza sema amejenga barabara kidogo. Ukiangalia Kitutu cha Chenot, pale kwa Jafet Nyakundi ameweza kujenga barabara. Ukiangalia South Mogirango pia amejenga barabara kwa watu wake tu. Naam, kwa watu wake. Kitu ambacho naweza sema Rais Ruto amefanya, hatuwezi sema hajafanya kazi kabisa. Kitu ambacho amefanya ni kwa infrastructure, ameweza kujenga barabara kidogo na stadium, hii stadium ya Raila Odinga Stadium. Hapo tunaweza mpea kongole, amejaribu. Lakini ukiangalia kwa vijana wako unemployed sana. Hata kama kuna affordable housing, lakini watu ambao wanapata kazi pale ni vijana wachache sana. Hata ukiangalia program ya Nyota, vijana ambao walipata Nyota program ni wachache sana. Kwa sababu ilikuwa around vijana karibu 500 per ward, ambao ni vijana wachache sana. Ambapo wanafaa at least vijana wengi waweze kupata kazi. Naam. David. Yes. Rais majuzi umeona State House imekamilika kweli. State House kweli mzuri kama ile ya USA. Nzuri sana, na walikuwa wamewekewa mabilioni 13 billion na walikuwa wanaomba 20, hawakupewa, wakapewa 13 na zero zingine zilibaki zikaenda kwa state lounge zingine nchini Kenya kama Kisii na wapi na wapi. Na nilimsikia alipofika mbele ya kamati ya bunge yule nini wake APS ni Kitito akisema kwamba bado wanahitaji pesa nyingi za kutengeneza State House, na bado umeona imetengenezwa kutumia karibu 13 billion SHA, na vile vile tumezungumzia mambo ya SHA na tumezungumzia mambo ya shule ya model funding hakuna. Unazungumziaje jambo hilo ukiona vile State House yenyewe inang'aa, tumeiona pale? Ndugu yangu, State House, Ruto bado, unajua Ruto alizaliwa akapata State House, alipata wengine walikuwa viongozi wakaenda wakawacha. Kibaki Kenyatta alienda akawacha State House, akawacha. Uhuru ndio huyo, Moi aliwacha, Uhuru ndio huyo amewacha, yeye pia atawacha State House. Na ndugu yangu, mambo ya hii kutengeneza State House ndio mahali pesa ya Wakenya inaenda ama inaporwa hapa ndani. Sikudanganyi. Kwa sababu gani? Ndugu, saa hii wanasema mambo ya SHA. Pesa imeporwa kwa SHA, pesa ndio hii iko hapa kwa State House. Sasa State House kupaka rangi na kujenga, hata kuna wakati alikuwa anataka, kwanza alidanganya, Ruto anadanganya paka Mungu ati atajenga kanisa kwa State House. Hii kai lijengwa, najua nilikuwa na picha za State House hii kama director wangu amezicheza. Sasa Mkenya anaumia, watoto waendi shule, uchumi imeharibika. Wewe unachukua mabilioni ya pesa unaweka State House. Ona, nimesikia wanasema ya kwamba atio bado wanataka pesa zingine kwa State House. Sasa mimi nasema rais amedanganya Wakenya. Wakati alikuwa na campaign alikuwa anatuambia bottom up. Ukiwa na pikipiki utakuwa na gari, ukikuwa na gari utakuwa na ndege, hata ama maisha yako itabadilika. Lakini rais tangu aingie anachukua pesa kwa mfuko ya mwananchi. Unanielewa? Mtu anakuambia hata anakujengea nyumba. Ndugu yangu, vile umekaa hapa, uko na kwenyu, uko na mama, uko na baba, uko na shamba yako umejenga, unang'ang'ana ujenge, alafu mtu akuja akwambie ati anakukata pesa yako, ati anakujengea nyumba. Na hii nyumba yenye anakujengea baada anakukata paka ukufe. Sasa hii mambo ya State House imekula pesa yetu 13 billion naziona. 13 billion. Unaona? Imekula pesa yetu, na hii ni raha yake, sio raha ya Wakenya. Hakuna Mkenya mwenye anaendanga hapo. Kuingia hapo ni sio rahisi. Sasa jamaa anajipendekeza, na hiyo ni, mimi naona hiyo ni njia ya kupora Kenya. Yes.
Juzi Daniel, rais wa nchi ya Ufaransa Macron amefika nchini Kenya kwa kuzungumza pale chuo kikuu Taifa Hall cha Nairobi niliposomea pale. Alikuwa tu akijibu kuongea vijana waliogeuka juu. Ukimwona Gachagua akajitokeza akasema kwamba huyu rais hajakuja tu kwa ziara ya kusaidia Wakenya, ni ziara yake ya kuchukua pesa fulani zake ambazo alikuwa ameidiwa kwa na barabara ya Rironi Road. Na wakati mwingine Gachagua alipozungumza watu wamchukui kama mzaa. Labda utatoaje, mbona mkampigia rais wa Ufaransa kelele na labda kitu ambacho naweza ongelea katika ile ziara ya mheshimiwa rais wa France ni kwamba kitu ambacho inaendelea sasa hii ni neocolonialism, ambapo wale ambao walikuwa wakoloni wanataka kurudi tena na waweze kufanya colonization tena. Kwa hivyo wanaona Afrika kwamba kuna a lot of minerals, wanaona pia tuko na majeshi. Kwa hivyo ni vile wanataka kurudi tena waweze kushinikiza au marais wa hizi countries ili waweze kutia saini katika mikataba ambayo itaweza kuwanufaisha wao kama wale watu ambao wako pale France na hizi nchi zingine. Kwa hivyo hawa ni watu ambao hawataki wanataka kujinufaisha wao wenyewe. Hawajakuja na hivyo mavijana walikuwa na hasira sana kwa sababu hawaoni kwamba katika yale mawasiliano kwamba tutaweza kunufaika kwa njia yoyote. Asante sana. David, naambiwa kwamba sina wakati, lakini kabla hatujamalizia kabisa, unawania kiti cha eneo bunge gani ama cha wadi gani? Mimi nikiona mimi nitakuwa hapa Mukuru kwa Ruben. Na labda neno lako kwa MCA yako kwa eneo hilo, jambo moja ukiangalia kamera yako namba. Naweza sema wa saa hii vijana tunataka tuingie kwa viti, na mimi kama Yesu lawyer nitakuja hapo Mukuru kwa Ruben nitafute MCA, kwa sababu naona vile wamama wako na changamoto wanapita kwa 1 2 3, tusomeshe watoto wakuje watusaidie. Ya mwisho kabisa, hii ni studio na nataka kupongezi rafiki yangu Anthony Kibagendi na huyu rafiki yangu anaitwa Obadia Barongo. Au ni marafiki zangu, ndugu yangu, wamenishika mkono na tumetoka nao mbali kwa hii chama chetu cha ODM. Ndugu yangu, kabla sijamaliza, mimi ni mtu wa siasa, ungeniachia tu dakika 2 niongee mambo ya linda wananchi moja tu kwa hii kamera yako hii moja tu. Mimi naambia Wakenya, linda wananchi, wengine wanajiuliza ati hii ni movement gani? Sisi kama watu wa ODM, kuna ODM linda ground na ODM linda mwananchi. Ni ODM, lakini tunaambia hii linda wananchi tunaambia Oburu atoke huku kwa sababu anafinywa kama remote, arudi pande wananchi wako na tusonge mbele na 2027 tupange serikali mpya, serikali yenye kuna wa vijana ndani. Asante ndugu yangu. Asante. Jina lako la mwisho Daniel. Nataka niseme hivi ya kwamba wazee wako na uzoefu, lakini vijana tuko na ubunifu. Alafu ukiangalia katika eneo letu la Gusii kuna viongozi ambao wameanza kujificha nyuma ya mheshimiwa Matiang'i. Hao ni viongozi ambao hawajafanya kazi, lakini wanataka wang'ang'anie ile tikiti ya Jubilee, na wakishapata tikiti wanatarajia kwamba wataweza kuchaguliwa tena. Na nataka niwaambie kwamba sisi kama vijana tunajua ya kwamba tunajua viongozi ambao wamefanya kazi na ambao hawajafanya kazi. Kwa hivyo hatuendi kuchagua kiongozi kwa sababu wako katika chama cha Jubilee. Tunaenda kuchagua kiongozi ambao amefanya kazi na ako na track record. Na katika uongozi wa 2027 tunataka vijana waweze kusimama, wote washike kura, na ikifika wakati wa kupiga kura kila kijana aweze kushika kura ili sauti yetu kama vijana iweze kusikika. Na hivyo kwa uongozi katika national government nataka niombe kwamba waweze kupunguza zile taxes ambazo wameweza kuweka ili foreign investors wakuje katika nchi yetu ya Kenya, waweze kujenga zile makampuni na mavijana wapate kazi. Asante sana. Asante sana David Omondi, mwanasiasa na pia nimeona unachambua siasa vizuri sana. Vile vile Daniel Otiso, the chair Nairobi Nyamira University Tertiary Student Association kwa kuja, na tunajua kwamba tutakuwa tena siku nyingine tuzungumze mengi ingawa wakati umepungua. Shukrani kwa kuja na tunawashukuru sana. Mwache mwelea kwa kirabu na ngochi kwa
chiteke 53 igoro ye chinsa isano chabana mambi mwekero mweri mu rubetro bini na bali bonse twabatera nabo director zak babo kenyuma gati abanda bange baremege yemenyoncho kwene kinga chibi chamo na mariogi ewe kiresen chabene mambia ya bonega togwa Kenya sembu ya matuma yitiko yankionende mu rubetro bini to endro kwana amange hanene siasa acharagongo orwa usinkuru kwa Daniel Omwaga umugaso oseseniri. Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi. Kubwatari iboryo obosemia gusekero kendi gyonsiguro yemirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service itego tukasamaga Hazina Towers egoroba ya 5 asumucho monene Nairobi. Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Magega ya television y'Ensoko wikasero yao kwanyoribaga ligi yaliyokoralia asegete senambeyemo inena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia gwokunyulia ogukwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokoralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakeresimi gwitere namba yaito yobonchuria 0788666662. Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi. Umuruburi kubwatya niho wanityo burayi bw'umuburi. Wairubiyo murigeria bw'Ensoko kena kwana bunari tkoria ni gori arengeri twereru na boigo mugaro ni gorumu ya kigima unabotamberi tkoria Jumatano tukumera na asomorubiri bo mwinero na rero umwinero nyara ko bawikaga gase studio uyo konyara ko baga gutorera umugano enaki akinete gocha nande butambekera tugusangaso ensemo yo mwinori no kwigena kwanenga nkonyororo basemia na boigo kwaroranga inchira kiora basikomenya asobo Kendonye muchando nororo rubwate ngaketenga nguchuri kwanyoranga noniri chibuna kyuraga ne omuchando yu karabano ngo kwariganya omoinorio chakire chinsa chabono magoroba chinsa nibere chabono botuko kwegena kwana ndonsi asore akerore ase TV yao nigore meye Ensoko TV boruso bw'umuguse nabo igo barimo gotonyora ase nchira yemetandao yekerero barimo gendete gutubwate gwetera ase nsemo ya Facebook, Twitter, Instagram nabo igo TikTok na bagotonyora buna Ensoko TV karwachira sense meyo nigo ko like